J Black Media. Kijana. Siku bwana. Nzuri. Ndio. Niambie kijana wangu. Naendelea vizuri. Simama kwa hapo bwana, hapa kidogo kuna kilimo. Maana naweza tukaanguka hapa, tukafezeka. Niambie. Afadhali mwenyekiti nimekuona. Najua una mapya huko. Asa mwenyekiti. Ndio. Kuna habari nimezisikia hapa mtaani kuhusu wewe. Tena. Ni hatari. Haya, habari gani tena hizo? Kwanza nilikushauri ile siku kule, nakumbuka, kuhusu ile Binuru, sijui yote mpaka kawachungulia madirishani. Okay, nakumbuka. Okay. Nakumbuka kijana wangu, ndio. Sahihi. Nakumbuka. Asa lile ukalifanyia kazi. Nasikia lingine sasa hivi unatembea na vitoto vidogo. Kutembea nao ni lazima kwa sababu mimi ni kiongozi ambaye ni kiongozi. Kwa hiyo anatembea nao kama sehemu ya kuwapeleka madrasa, chuo, sehemu nyingi tu, kwa sababu mimi ni kiongozi. Kwa hiyo haki ya kutembea nao. Hata wewe pia naweza akatembea nao kwa sababu nafasi nilionao ni kubwa mno. Kwa hiyo jitahidi uniheshimu bana. Sawa? Sio kutembea kihivyo. Tunatembea nao kimapenzi, mahusiano. Mahusiano. Jambo mnanisakama sana. Haya, shida imekujaje sasa? Wewe unatembea na ule rafiki yangu, sijui yule anayesoma, ule mwanafunzi yule. Au usizimishe data mwenyekiti. Sawa, nimekuelewa. Namjua pia huyo binti. Namjua. Huyo binti kutembea naye ni muhimu. Ni muhimu kwa sababu ni mzuri. Lakini shida kubwa ambayo inakuja ni kwamba nyinyi mmekuwa mnanisakama, yani wananchi mnanisakama kwenye swala la mahusiano, nyinyi mnataka mimi niweje sasa? Mimi siwaelewi mnavyonisakama, mimi siwaelewi nifanyaje sasa, yani mimi sielewi. Sielewi ufanyaje? Yule mtoto na anasoma bado. Wewe unaenda kumtongoza yule mtoto mdogo kweli? Alafu nisikilize kwanza unielewe. Sijui unanielewa. Wewe ni yani sijui nikwambiaje. Unanivunjia heshima. Mimi ni mwenyekiti. Sijui unanielewa. Hicho kidole chako unamnyoshia mwenyekiti. Yani unaweza aje kukinyoshia chombo cha dola? Mwenyekiti wa kutongoza vitoto vidogo? Au mwenyekiti gani unaosema wewe? Mimi niombe tu kitu kimoja kijana wangu, sawa? Tuko wawili tumeelewana, si ndio? Na tunaongea mambo, hakuna anayetusikia. Kitu ambacho ninachokiomba kwako wewe, sawa? Jitahidi basi usiyasambaze haya mambo na kuomba kwenye hilo. Na kingine, jitahidi sana uwe msiri. Kwenye swala kutembea nao au kutembea naye, sintaweza tena rudia, lakini tapunguza. Mimi nikuombe tu kijana wangu, uwe na siku njema, kwa sababu hapa kuna mikazi naenda kufanya hapa. Itakuwa ni changamoto sana, kwa sababu tukiendelea kuongea haya mambo hatutamaliza kwa sasa. Kwa hiyo nikutakie mchana mwema, na pia vivyo uendelee na majukumu yako kijana wangu. Upunguze sana wewe umalaya kutembea na vitoto.
Yaani uongozi mchanganye, mapenzi mchanganye, kwani mimi mtu aina gani? Ila sawa, na shida, Mungu atasaidia. Marahaba. Jambo. Jambo. Mwenyekiti, naomba msamehe. Msamaha nini sasa? Wakati mimi usamaha upande gani? Wa uongozi? Msamaha nini? Wa mapenzi au msamaha nini umekuja kuniomba? Kwa vyote yani. Sasa kwa nini wewe uende ukakutane na yule kijana ambaye hana hata cheo? Bora mimi unajua naheshimika. Nilikwambia toka na kutongoza mwanzo. Nimekwambia ukweli kabisa. Nimekwambia mimi ni mwenyekiti. Nitakujali, nitakuhudumia, nitakupa unachokihitaji chochote. Na pale kwenye uongozi wangu utakaa, kuna sehemu nimekuwekea mimi kama mwenyekiti, nikubali ukasema haya. Unaenda kutembea mafuta bangi? Kia Mungu. Yaani mimi nakuweka moyoni. Wewe unatoka moyoni, unaenda kukaa kichwani. Hivi kweli una akili kweli wewe? Na kati mimi nimeshakwambia, yaani umevunja uongozi wangu, wenyekiti wangu, unavunja hadi mahusiano yangu kati ya mimi na wewe. Nafikiri mimi nilikuwa nakudanganya. Ndio maana mimi nimepita, nimeheshimika, nimejulikana kwa mimi mkweli. Wewe ukashindwa kwa mkweli, unaniacha. Na maana basi sawa, okay. Umeshindwa kuniheshimu. Basi heshimu basi hata uongozi wangu. Heshimu hata wenyekiti wangu, na maanisha unaenda kunisaliti. Yule kijana nakupa nini sasa yule? Basi naomba unisamehe. Niambie bwana unataka nini? Mimi nisamehe, yani niwe kama mpenzi wako. Yaani niwe kama, ina maana hutaki kuwa, yaani wewe hutaki uwe mpenzi wangu tayari. Wewe kama hapo sasa unaanza na kunisaliti. Au unachokifanya yule tuke. Wewe sema ukweli, unataka urudia kama nani? Basi naomba unisamehe, mimi siwezi kurudia tena. Kipenzi changu, naomba unisamehe basi. Mimi nitakusamehe sababu sina kweli mtu, lakini sio hivi. Basi naomba unisamehe. Basi naomba unisamehe. Siwezi kurudia tena. Kweli? Ndio. Kweli? Ndio. Kweli? Ndio. Apia. Akiwa mwenyekiti. Sasa tunakuta mashaka tulipo si askari. Apia. Mchumba wako na? Mchumba wangu. Na kazi kubwa sana sasa hivi. Okay, ngoja nimpigie waziri wa fedha mpaka ile shule tuhakikishe tumeweka sawa. Halo kiongozi. Habari za siku bwana. Mitaa yangu bwana, namshukuru Mungu imekaa poa kabisa. Imekaa vizuri. Namshukuru Mungu sana. Sasa hivi vijana wanaelewana huku kwetu. Ndio. Kuhusiana na mazingira
yako sawa, yote yako sawa. Nilikuwa nakupigia simu nikwambie kuhusiana na ile shule, mazingira kuiweka sawa, yanakwaje? Wewe kijana, njoo mara moja, njoo. Kiongozi Samani nakupigia sasa hivi, Samani nakupigia. Njoo mara moja. Kishaambiwa kitu na mwenyekiti. Mimi huyu. Shoga yangu, za habari za shule? Nzuri. Nasikia sasa hivi mwanafunzi bora unaenda kila siku. Mimi tena nataka kukosa masomo sana. Endelea kusoma mwana, tuone kama utafika mbali. Vipi mbona uje shule sasa hivi? Nani mimi? Ndio sana. Hata sijisikii kwanza. Sijisikii kwa nini? Yaani